So guys, hope mko poa. It's another episode. Tumerudi tena kwa podcast yetu na leo tunaenda kudiscuss campus politics. Tumekuwa na politics hii wiki yote shule kwetu hapa Rongo University. Na jana kumekuwa na elections. Like ningependa mtupe views. My fellow podcast members, mtupe views kuhusiana na like your expectations chenye mliona, na maybe kama kuna msee alikuwa anavai ama amesimamia msee hapo kwa politics, mtuambie tu venye kulienda huko hivyo. Naitwa Deno, Naomi, mimi Cheryl, Quinta na Alex. Yeah. So mimi ninaweza ongelea about politics ambayo tunakuwa tukiangalia nayo. I can say that politics is a dirty game. Mimi naweza sema hivyo. We are going to speak about politics and there's some problems that come out of politics. Kwa hii podcast yetu. Kwa hiyo mimi naweza sema bwana, ile politics nayo hapa campus politics, hiyo nayo najua wengi ni wa Gen Z. Wako na nguvu ya kukimbia chini juu kila mahali popote pale hivi. Unaongea ni kama mtu ako na experience. Niko na experience. Kwani tulienda aje? Personally, I was an aspirant and I lost. I never won. Sorry for that. But now tunaweza sema campus politics ni kama ile ya kule nje tu, national politics, kitu kama hiyo, because unajua like niliona kulikuwa na hadi askari, wengine walikuwa wamebeba mabundie, wengine marungu, Sikuwa wengine makiaga. najua itakuwa ile serious. Lazima ikuwe serious juu like hapa si watu wakubwa. Lazima ingekuwa nao, kwa sababu it is just like the national politics. Mahali unapata kuna aspirant na kuna kampeni na kuna voting pia. Kuna siku ya kwenda pale kwa debe mnaweka votes zenu, so it usually be very serious. Na mimi kama mmoja wa wale ambao walikuwa wanawania kiti, mimi naweza sema kwanza hii politics nayo sio mchezo rahisi. You can do a lot and get nothing at the end of it. Yaani siasa ni kama hii mawingu tu. Asubuhi unaamka unaona kuko hivi, jioni kunanyesha, unaona? So politics unaweza fikiri umeshika sana, umeshika ground sana, ile siku unakuwa disappointed vibaya sana. You will be disappointed vibaya sana. Mimi naweza sema hiyo kuhusu hii campus From your personal experience. Sasa if I may ask, how did you feel? Like, were you disappointed or you expected to lose since you never won? What were your expectations? Like, maybe, when prepared you are to win or prepared to lose. but if you are aspirant kama Like, mimi kama Unajua huwezi kuwa like time yote uko tu tayari you can't ku be prepared to lose. huwezi kuwa prepared to lose. You prepared to win. So, and all of a sudden, vitu hazikuenda poa. Sasa, were you disappointed ama ulifeel aje? first thing, hii mambo ya politics, kama mimi ni aspirants huwa wanakaa wanasoma ground venye iko. Wanakuja wanasema, for example, unajua hapa kuna first year, kuna second years, kuna third years. So that is what most of politicians hapa katika campus wanawork. So mtu kama mimi nilikuwa nikaangalia in my class, nikaestimate percentage, unaona? Kuna wadau watakusupport. Nikaona pale niko sawa. Nikaangalia pale first years pia nikasoma nikaona pale ni hapo nimeingia sana. Hapo umetwanga wanakupea tu, nikajipea percentage. So in my mind hivi unasema Alex, nilikuwa ninajua pale mimi ndio yule mshindi. Not knowing kuna washindi wengine. Not knowing ni mbaya. So jana nimelimwa kulimwa. But campus it is about, and I can say, but it is about tribalism. Kwa sababu unapata kama ni Mjaka anaimba Mjaka anasema sasa hii campus ni politics nimejua ni all about tribalism. But unajua Wajaka wanaimba Kijaka. Unajua sasa mimi like nilikuwa nadhani Waluya wanaimba Kiluya. Mimi nilikuwa nadhani ni hivyo. Juu siku leo msemjalo alikuwa amenipa. Mimi kwanza unajua nilikuwa like nilikuwa nina kusupport, like ulikuwa umeniita like though ilikuwa abruptly, sikuwa najua uliniita tu nikusimamia hapo. Like hiyo time ya count nilidhani Wajaluo watapea mtu wao. Ni mbaya. Mimi najua like nilidhani like umse kwanza venye alikauntiwa votes. Hapo mali nilikuwa. Yeye ndo alikuwa anaongoza. Nikasema na umse Wajaluo wenyewe wameamua kumpea.
Kumbe wapi so like ni tribalism but pia naona ina depend. Kuna mtu pale ambaye ni kabila ingine atasema mimi sitapigia mtu wa nini yangu. In fact kuna watu kila mtu anachukua siasa kivyake, unaona. Kuna mtu ataangalia the potentiality of the leader, atasema mimi ule hawezi fanya kazi, mimi naenda kuangalia mtu ambaye alikuwa nimekaa nilisikia Maleko akisema like kama first year wenye wako unaona wao ndio walikuwa wamesimamia hapo ballots nini kwa ku sign watu. Nilisikia like mmoja aliuliza kuna first year mwenye ameni wewe unaona aje? Mwingine akasema like mimi naona kama ako qualified wampe. But mwingine akasema hapana, hakuna kitu kama hiyo. Ni first year bado. Unaona kitu anajua. So like hiyo like hiyo pia inaweza changia juu kama mimi nikisikia Lek amesema hivyo na ni Lek. Si unaona nitaanza kusema yenyewe huu ni first year by the way. Ana experience kwa hii field. But hiyo sasa si tribalism. Unaweza pata mimi ni Mjaluo, yeye ni Mjaluo. Mimi si Mjaluo. But mostly kitu tunasema siasa ya campus ni tribalism kwa sababu kuna hizi mambo inaitwa coalition. Unapata Mkisia kwa na Mjaka huku, unapata Mgema kwa na nani pale. Na unapata hiyo time hao watu wanaweza tuenda to some extent pia wanaleta furugu. Unaona? Wanapigana kwa sababu hao hawataki mtu wao ashindwe, huyu mwingine ashindwe. So from the ground, from the basics of the campus politics ni tribalism, it is all about tribalism. Me like I beg to during campaigns like inaonekana vizuri, unaona. Unajua Waluya wanasema sisi this time Waluya tumeamua kwenda na Wakale. Wanasema hivyo na wanatoa mpaka poster. Me I beg to differ. Siwezi sema ni full on tribalism. Juu ukiangalia kama shule yetu like wenye wako dominant sana ni like Wakisii na Wajaluo. Unaona? Na sasa like mse mwenye amepata kura hiyo place yenye watu walikuwa wanavaa hiyo general rep yenye ulikuwa una stand for ni Mluya. So like si wengi, Waluya ni wengi pia. But hawashindi, hawezi compare Waluya na but sasa ina depend, unaweza pata kuna cause like sasa si kila mtu like kila tribe kila tribe ako anafanya cause different. So upate hii ni yenye ulikuwa na expect maybe Mjaka win, maybe Wajaka ni wachache. So walimpigia wote wakaisha. Alafu pia unaweza kuwa it is all about tribalism but mtu mwingine pale akuja apite. Unajua sometimes pia nategemea kama aspirant amepiga ground vizuri. Unaona? Pia inaweza leta ushindi wake. That's what upate walikuwa wanaendelea mambo ya tribalism wanaegemea sana but the effort of this aspirant amekuja akapita kwa sababu pale ground alipiga vizuri sana, unaona. That's true. Like naweza sema kuna dem fulani pia alikuwa kwe ladies reps as B. Alikuwa independent by the name Mjaka. Though ya kufunga coalition. Lavenda hakuko but nini ground yake alikuwa na watu by the way walikuwa wanamsupport. Hata wenye walikuwa kwa coalition though walikuwa wanamsupport. Sasa hizi Wajaka wanamtafuta after amewin na alikuwa independent candidate. Sasa kwa hii nini ya politics like haiko tribalic based sana but ina depend. Maybe ina depend na mwenye watu wanakujua personally. Sasa na vile na potential uko na unajua mtu unamuona hivi unasema huyu anaweza rule na huyu maybe hawezi. Unajua kuna wenye wanapush like unapata tribe nyingine wanapush mtu wao. Juu huyu unajua kuna some qualifications lazima ukue nazo ndio uvai. Sasa mtu unapata kuna mwenye alikuwa na potential ya kuwa leader hakuwa like hizo qualify. Na huyu mwenye amequalify like hana hata qualities za kuwa leader. So itabidi mnampush aende huko mbele. Sasa like wewe unaenda na watu juu utafanya kazi gani? Like wewe unaenda tu. Sasa unampush ndio create unajua kuna opportunities za create kwa mbele. Kuna kitu mnategea mbele. Sasa unajua shida yenyewe na kuanga ni watu watangi. Huwezi kuwa connected na mtu wajio. Ndio wako hapo juu lakini hajui chenye anaweza kusaidia na. Alafu si unajua si ma comrades kuna wenye wanachagua leader. Unapata mtu anachagua leader juu maybe mko tribe moja, hiyo tribalism ama like unaona amekuwa pushed
Alafu kuna huko mbele sasa amepata hiyo kiti alikuwa anategea. Ndio wende akose ile. Sasa kama uko na missing marks hizo vitu zingine hizo sheets. Hizo ni hizo stuff tu zinasumbua mtu hapo shule. Bana mtu hata ajui kumwambia ukimwapproach hata ajui akusaidia aje because I learn anything shule. Alikuwa pushed. Yeah. Hiyo tu ndio shida. Hasa Alafu mtu kama wewe sasa vile tuseme, unajua hiyo kitu, hizi politics zilikuwa zimewekwa kutoka kitambo, watu wakacampaign kuja hivyo mpaka ikafika jana siku ya election. You personally, ni nini uliona wewe mwenyewe maybe hukufanya, maybe ukiweza simama next uweza fanya maybe upate ushindi? Upate ushindi. Mimi kitu ambacho naweza sema ni kwamba kwa politics lazima kukuwe na somo after every campaign period, unaona? So mimi kitu nilikuja nikasoma pale ni kwamba maybe next time nikisimama pale nitaanza hapa chini kabisa about my bloggers, unaona? Bloggers. Campaign ndio ushinde, lazima ukuwe na team strong yenye inakusupport, unaona? So ukikuwa na watu wenye wakusupport ama watu wenye unawatrust. So you must unaangalia vizuri sana wale watu. Huenda mtu amekuja kujifanya pale, anakuja kukusaidia, kumbe ametumwa. Anakuja akae pale karibu akusome, anakusoma. Kwanza meeting zako ndo anafikanga wa kwanza. Lakini ni wakule kwingine, unaona? So something that I can do is that next time nikuje nijipange sana na hao watu wa karibu ndo wanadetermine kama utapita ile kura ama utapita, unaona? So next time maybe I will build a very strong blogging team of mine and I'm very sure that I will win. So na hiyo mambo ya siasa pia naweza ona there are some challenges arising with the campus politics. Unakuja unapata mtu amekuja amelose, na huyo mtu pengine alikuwa ametumia pesa mingi, unaona? Huyo mtu anapata disappointment, depression, atakuwa lonely. Huyo mtu unapata ni kama anataka some guidance, counseling. But like mainly mimi naona unaona unapatanga kama wewe like ulikuwa umefikaga class, umefika kwa hizo meetings, umeambia wasee mnipigie. Unapata hiyo time wasee na kuhype wako hapo. Bana ni wewe na ni wewe peke yako. Si unacheki in fact hiyo ni kweli. Alafu na hiyo day ya elections kama jana sasa. Kulingana na feedback yenye nilikuwa napata kutoka kwa watu. Si ndio nilijua nachukua kiti asubuhi na mapema saa 12. Unaona sasa kitu kama hiyo like inakupea like ile kutulia. Unasema hawa sio kwa mimi. Basi comrade ni nani? Inafika hiyo siku ya nini? Comrade ni ule anasahau nilikuwa nimeambia mzee fulani mtamvotia. Anajambia bana mimi shule ni mbali bana. Shule ni mbali. Sina class, sina exam, si lazima. Hivyo ndo watu like wanafanya. Unapata mzee alisema si lazima, acha tu nitulie kwanza. Hatajua. Si hatajua. Alafu unajua sasa hapo unajua maybe ukibaia comrade, upate mtu alikuwa na vice hiyo the election. Mtu upate amekutumia so hapo na huko na anything bana nitampea kura hata kama hiyo ndio shida sasa. But unajua sasa shida ni utawapea siku ya mwisho na mtu ashaamua kulala na saa 5 elections zinaisha saa 6. Haiko hivyo. Politics ni hivyo tu. Comrades are very easy to manipulate once it comes to politics. Unaona? Comrade nani ndio utajua chenye atafanya next juu. Nani ndio ako lazy sometimes utapata tu ako lazy. Kuna mtu atatoka kwa nyumba akienda kupigia Alex kura. Afike pale kwa gate apate. Walio amesimama pale na chwani yake. Chwani mimi chwani anashikilia kwa mkono anaenda aweka. Hata nikwambie kama hujanikanja. Sijui tunaongea nini. So in campus wewe itisha kiti pale campus kitu unaweza sema and expect anything might come. Mtu anaweza kaa pale hajafanya anything but hiyo siku atakuwa smart kwa politics. So campus bwana, mchezo ni ile tu. But anyway after results inabidi u accept because there is nothing you can do. Sasa kitu unaona like kuna plan to what to do next. Tukimalizia podcast yetu, mimi ningependa kusema hivi. Ningependa kusema hivyo in politics, more so campus
mtu hafai kuweka Kwa roho. kuichukua personal sana. Yeah. Usichukue personal sana. Yeah. Because hapo Kuwa tu utapata msuluhisho ule kama- rafiki kama kama babu. wewe mwenye ako karibu na wewe sana ndo atakuruka hiyo siku. And if you take it personal, you may think of Yeah, utalose fighting your him friends. ama so that thing inaleta Hiyo shida ndio- sana. Alafu ina create pia enmity, si Inaleta kabisa. enmity vizuri sana. Okay. That's all for today, guys. Until next time. Okay. Bye.